Haleluya, mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana, Mungu akutendee mema. Ninaamini ya kwamba Mungu amekulinda kwa majuma mawili ambao tutapata communicate na wewe. Asante tu kuweza kuwasiliana. Mungu akubariki sana. Lakini Mungu ametupatia nafasi ya kuwasiliana. Last Sunday part 1 tulikuwa na ujumbe leo Mungu alitupatia ambao ulikuwa unasema kwamba uulize Mungu naye atakufishulia kwa nini mambo yanakwenda vile yalivyo, ama habari ya backward life, ile hali ya stagnation, yani mambo kujirundia yale kwa tunazungumza tukaona kwamba dawa yake ni kumuuliza Mungu kama vile Daudi alimuuliza Mungu, na Mungu akamwambia kwamba sababu inayosababisha kukue hakuna mvua ni kwa sababu ya Sauli. Kwa hivyo siku ya leo Mungu ametupatia neno ambalo tunalitoa katika kitabu cha Genesis chapter 45 verse 7. Mungu akubariki sana unaposikiliza na kutakia baraka. Mungu akutendee mema katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Hapa ni mtu anaitwa Yusufu ambaye story yake hakuna mwenye ajui, labda wachache wale ambao si watoto wa Biblia, ama wale hawajapata kulelewa katika Kristo, ama wale hawajasikiza mahubiri. Kwa hivyo Yusufu ni mtu ambaye ni mtoto wa Yakobo na alipitia mateso makubwa sana, na kwa wakati wake hakuwa anajua ni kwa nini, lakini baada kumtafuta Mungu, Mungu alimfishulia ni kwa nini. Na katika mstari ambao tunaenda kusoma siku ya leo katika kitabu hicho cha Genesis chapter 45 verse 7, Bible inasema kwamba anaongea mbele ya ndugu zake waliokuwa wamemsaliti, waliokuwa wamemuusa, waliokuwa wamemchukia, waliokuwa wamemtakia mabaya. Anaongeleza kwa njia ya kushangaza sana. Anaongeleza kwa njia inaonyesha kwamba alitafuta Mungu, akafahamu Mungu na makusudi ya mateso yake, na hakuwa na machungu makali, bali alikuwa kuwatia moyo wale ndugu zake na kuambia msijali kwa sababu ya yale mlioyafanya kwa kutesa na kuniuza Misri. Sio nyinyi mlifanya haya, ni Mungu ili niwaokoe nyinyi. Kwa hivyo anasema kwamba and God sent me before you to preserve you. And God sent me before you to preserve you. Yusufu anajitangaza, anajiexpose mbele ya ndugu zake baada kuwa na wakati mrefu sana ya majadiliano na kujifisha kwa wasimujue, na wakawa wanatekeleza yale walioyakataa, kumuinamia, kunyenyekea. Yale walikataa kwamba yasifanyike, wakampea, wakapanga kumuua ndio yasifanyike. Zile ndoto ambazo walikuwa wanapambana nazo sisipate kutimia, ile njia walitumia kupambana na kupinga zile ndoto, ile mipango ikawa ni ya kutimiza zile ndoto. So ikawa ni kama ile mipango yao ya kukomesha ndoto za Yusufu, mipango yao ikawa ni ya kusababisha zile ndoto zitekelezeke. Ile mbinu yao ya kukomesha zile ndoto ilikuwa ni mbinu ya kusababisha zile ndoto zitekelezeke ama sitimie. Na hapa tumesoma wale ndugu zake walikuja Misri kutafuta chakula. Yule ambaye alikuja kuwapea chakula ni yule ambaye ni ndugu yao waliokuwa wanataka kumuua. Na siku ya leo ile neno linaenda kutusaidia kubariki hata maadui zetu na kuwapenda, kuwabariki hata wanaotulaani, kuwatakia mema wanaotutakia mabaya, kutegemea Mungu na kujisalimisha kwa mapenzi ya Mungu aliye hai. Maana Yusufu, yale mateso yake yalipangwa na Mungu na Ibrahimu. Mungu alimwambia Ibrahimu kwa kile kitabu ya Genesis chapter 15, Mungu anamwambia hakika Ibrahimu, ndio ujue nchi nitakupatia na uzao wako utamiliki nchi, maana hakika
wale watoto wako uzao wako watachukuliwa utumwani kwa nchi ya kigeni kwa miaka 400. Kwa muda wa miaka 400 watashukuliwa nchi ya kigeni, na kule nitawatoa na utajiri na wakiwa na mali nyingi, maana nchi nitawapatia, kwa sababu bado uovu wa wale watu wa Amori haujatimia. Kwa sababu hiyo baada ya miaka 400 watakuwa nchi ya ugeni. Ndio nikasema yale mateso ya Yusufu yalionekana kabla hata yule babu yake asaliwe, kabla babu yake Isaka asaliwe, mateso yake yalionekana. Kwa hivyo alikuwa mtu ambaye amepangiwa kuwa mwokozi kabla hata babu yake asaliwe. Alikuwa amepangiwa ataokoa Israeli kupitia hali ya kutekwa nyara na ndugu zake na kumuuza katika taifa la kigeni kwa maadui zao. So yeye Yusufu ambaye ni mfano wa Yesu Kristo, Yusufu ni mfano ya mwana wa Mungu Yesu Kristo. Yeye aliteseka kwa ajili yetu, yeye alishukiwa na ndugu zake, yeye aliteswa na ndugu zake, walimuonea kulingana na kile kitabu ya Isaia 53. Biblia inasema kwamba alihukumiwa pamoja na wakosefu, walimshukia wakamtenda mabaya, na baada ya kumtenda mabaya, huyu Bwana Yesu alikufa pale msalabani kwa ajili ya ndugu zake, ndio wakapata kuokolewa. Na sababu ya kifo chake ulimwengu umepata wokovu. Ulimwengu ukapokea wokovu kwa sababu ya mateso ya Yesu Kristo. Kwa hivyo Yusufu ni mfano, alikuwa ni kama kivuli ama mfano ya wokovu ule utakaoletwa na Mungu kupitia mwana wake Yesu Kristo. Yeye alishukiwa pia na watoto na ndugu zake. Kitabu ya Yohana sura ya 1 mstari ya 8 na 9, Biblia inasema alikuja kwa watu wake, alikuja kwa watu wake, lakini wale watu wake hawakupata kumtambua. Wale watu wake hawakumpokea, badala ya kumpokea walimteza. Yesu alivumilia, na ndio unaona pale msalabani, maana yeye alikuwa na ufahamu kabisa. Wakati anasalimu roho yake kwa Mungu, anasema Baba, wasamehe kwa sababu hawajui wanachokifanya, hawajui wanaua mwokozi wao. Ndio kitabu ya Zekaria 12, Biblia inasema wakati Yesu atakuja mara ya pili, watafunguliwa macho, watamuona waliyemtesa, watamuona waliyemdunga na mkuki. Ni yule ambaye alikuja kuokoa, ni yule alikuja kuwasaidia. Ndio ukisoma kile kitabu ya Luka chapter 19 verse 40 to 45, Yesu anaangalia Yerusalemu wakati walimkataa. Biblia inasema aliulilia Yerusalemu, akauambia, ewe Yerusalemu, Yerusalemu, ole wako kwa sababu hautambui ya kupasayo amani, haujui ya kupasayo kufanya, kwa sababu siku zinakuja ambako maadui zako watakuzingira, watakusuru, watakupiga, wasikuashie jiwe juu ya jiwe lingine, kwa sababu hukujua siku ya kutembelewa kwako na kuokolewa. Yerusalemu haikutambua mwokozi wao, ilitesa mwokozi wao. Ndio Yesu alisikitika sana, maana aliona aliyokuwa mbele yao alipokuwa anaelekea msalabani. Yesu alikuwa anaona miaka 70 inayokuja baada ya kwenda mbinguni,
watabamiwa, watapigwa, watabomolewa hekalu walikuwa na abundia, na watajikuta kama ni watu wa mataifa mbalimbali wametawanyika wakiwa wametekwa nyara kule ambako walikaa from 1870 mpaka 1945 48 wakati warudishwa katika nchi yao baada lile sambulishi la Hitler. So hawakujua yule ambaye ni mwokozi wao. Walimtesa Yusufu. Wale ndugu zake walisema ndiye huyu yule bwana wa ndoto, tumuue na tujue ndoto zake zitakuwashe. Alisema anaota tukiwa tunamuinamia, na alisema kwamba ni kama atatutawala, so tukimuua tuone ndoto zake kama zitafanya kazi. Kwa yale mawazo ambao wanafikiria ni mawazo ya kusababisha zile ndoto sitimie kabisa, sikapata kufanikiwa kwa yale malengo ya Jehova aliyomwambia Ibrahimu. Sura ya 19 ya kitabu ya Mwanzo, akamwambia uzao wako utakuwa nchi ya ugeni, kule watakaa miaka 400, nami nitakuja nitatoa kule na mkono wangu ulionyooshwa, nitawatoa kule wakiwa na wingi na utajiri, baada kulihukumu ile taifa. Kwa hiyo tunapoangalia habari ya Yusufu, tunapoongea habari ya kutafuta Mungu na kumuuliza maswali, kwa nini mambo yanakuwa hivi na si vile, kuna understanding utapata ya kukusaidia kupambana vita zingine. Baada tuko katika ulimwengu ambao unashukia Mungu, unashukia wokovu, unashukia utakatifu, na ujui ni gani nzuri na ni gani iliyo mbaya. Wewe si hukumu mtu useme ni wa jehanamu, maana hiyo Mungu ameikataa. Kitabu ya Mathayo sura ya 7 amesema usihukumu usiohukumiwa. Tumeruhusiwa tu kuhubiri Injili ya kwamba kila mtu ambaye atakayemwamini Kristo na kubatizwa yeye ataokolewa, hata kuwe ni mtu mbaya kiasi gani. Ikiwa atamkubali Bwana, ikiwa atamkubali Mwokozi, ikiwa atamkubali Emanueli, ikiwa atamkubali Kristo, huyo mtu akitubu dhambi zake, zile dhambi zake zote zitasamehewa, maovu yake hatakumbukwa. Mtu yeyote ambaye atakuja kwa Bwana Yesu. Kwa hivyo tunakaa dunia ambayo tunahitaji kulishika lile ambalo amelisema Mungu, na mengine yako hidden, huwezi kuyajua bila kuwa karibu na Mungu kwa njia ya maombi, hasa ya kufunga na kukesha na kuomba na kusoma neno la Mungu. Yale maombi, ile hali ya kwenda mbele ya Mungu, kama vile tulisoma kitabu kile cha 1 Samuel, 2 Samuel chapter 21. Bible inasema yule Daudi akatafuta uso ya Bwana. Huyu anaitwa Yusufu, anakaa kuwa mtu mwenye kutafuta uso ya Mungu. Maana anaambia ndugu zake, msinjali kwa kuniusa, maana sasa kama mungeniusa, hii njaa nani angewaokoa? Sio ninyi munileta huku, ni Mungu ndio niwaokoe. Maana imekuweko na njaa miaka 2 na imesalia miaka ingine 5. Ni nani angewaokoa? Hili ni jambo ambalo Mungu alilifanya, ndio kuwaokoa ninyi. Mimi sasa ni mwokozi wenu, na ni Mungu alifanya hivyo ndio nikabati kuokoa. Kwa hivyo msikuwe na wasiwasi, msikuwe na mafadhaiko, mtu asijione mbaya. Kila mtu apate kumpatia Mungu utukufu na sifa na heshima. Wale maadui zako na wale maadui zangu, yale ambao wanaoyafanya, nani anayejua kama si Mungu amewatuma ama anawezesha ndio kutimiza makusudi yake kwa maisha yako? Kwa hivyo unaweza wapenda wakiwa vile walivyo, unaweza waombea, unaweza fanya vile neno la Mungu linavyosema. Waombeeni mema wanaoombea mabaya, wabarikini wanaowalaani,
Mtu akikupiga sabu la kwanza, mugeuzie na la pili. Ni kwa maana Mungu anashua vitu vyote ni watumishi wa Mungu. Vitu vyote unavyoviona vinatumikia Mungu kwa njia nzuri ama mbaya, vinatumikia Mungu. Kwa hivyo unasafikia ile utimilifu, ule ukamilifu ya kujisalimisha kwa Mungu akulinde, kwa Mungu akuponye, kwa Mungu akuinue, kwa Mungu akupiganie, kwa Mungu akuongoze, kwa Mungu akuelekeze. Maana yeye anapigania wale wanaomtegemea. Alipigania Yusufu, hakuangamia kwa mateso yake. Yale mateso yake Mungu aliyageuza yakawa ni wokovu. Ile uozo wake Mungu alibadilisha ikawa ni utukufu. Ninaona Mungu akibadilisha ule uozo wako kuwa ni utukufu. Ninaona Bwana akibadilisha yale mabilio, yale majosi yako kuwa ni kicheko na furaha. Ni kwa sababu gani? Umeenda mbele ya Mungu, umemuomba, umefanya kupasa kuyafanya. Haya mengine unamwachia. Na yeye kwa sababu ni baba yangu na baba yako, ni baba yetu, yote yanayofanyika kwa maisha yetu yanafanyika kwa wema. So tunaweza njitia mwana Yusufu, tujua kwamba yale maandiko yanayotufanyia ni jinsi ama ni mbinu ya kusababisha makusudi ya Mungu yatimie kwa maisha yetu. Tuachie hapo na tuamini hivyo, na tuamini ya kwamba mambo yote hufanyika kwa wema kwa wale wanampenda Mungu na wale Mungu ameita kusudi lake. Kwa hivyo uko na amani na Mungu akubariki sana na Mungu akuonekanie. Ujue kwamba Mungu hatakuacha na hatakuacha, kwa maana kumwacha Yusufu katika mateso yake ya muda mrefu. Kwa hivyo aliwaambia ndugu zake ya kwamba ni nani anayeshua kama si Mungu aliyefanya haya? Ndio ni waokoeni ninyi. Wewe ni mwokozi na waokozi wanapitia